nyumbani kwa. Bana, nina energy ya kutosha sana, afu niko full mizuka siku hii hapa leo, cause mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba. Mimi naitwa Saleh Classic na hii hapa ni Classic TV. Of course, kama kawaida unatamani pia kuwaona mastaa, watu maarufu wanaishije wakiwa nyumbani kwao. And of course, leo niko maeneo fulani hivi. Nimekuja kwa mwanadada wa kuitwa Mamtey. Kitambo hicho wakati anaigiza Jumba la Dhahabu likuwa wapi? Sofa sasa hivi pia anaonekana kwenye tamthilia ya Kombolela kama jina la Shane. Of course, niko mtaani kwake, naenda kumtembelea. Leo bwana ni Oktoba 15. Mizuka ndo kama iko hivi, umeona wacha tuende kwa Mamtey, Shane wa Kombolela, tukapige na story. Mimi naitwa Saleh Classic. Sasa hapa bwana ni ofisini kwake. Ameniambia nifike kwanza, nionane naye, then atanipeleka nyumbani. Na kama unavyoviona mambo yetu haya, kumbe anafanya biashara ya na Mamtey. Jamani. Sasa tabia yako mbaya, wakanyuku mtoto. Nilikuwa namuona 2000 Jumba la Dhahabu 2000 ngapi? 2006, 2007. 2006, 2007 mimi mdogo. Anatia tiki hivi, anatia vile vile. Mwongo. Asia Mungu nakwambia. Wewe unakula nini? Ugali na mlenda. Sio kweli. Ugali mlenda. Wewe uko vile vile. Dagaa mazoezi. Unajua niko darasa ngapi hiyo? La pili, si la kwanza. Niko darasa la kwanza. Niko Pemba, unapajua Pemba? Ehe. Ndio nipo huko. Acha. Kwa sababu kile tunalingana. Karibu. Asante. Kwa yani mbona umenipata hii bwana Saleh bwana, kaja usini kwangu mwenyewe. Ndio hapa. Jamani, karibu. Asante. Hapa ndio ili ndio eneo langu mimi natafutia Mankakanka. Kwa hiyo hapa ndio ofisini kwako. Kuanzia saa ngapi? Mimi nipo kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 5 usiku. Huko hapa. Huko hapa. Unauza nini na nini? Hapa bwana mimi nauza chakula. Nauza wali kama leo hapa na pilau. Leo ni lini leo? Chapati Jumatano. Mimi huwa napika pilau mara 2 kwa wiki. Napika Jumatano, napika na Ijumaa. Ijumaa vile watu wanapika biriani, mimi napika zangu pilau. Yes. Napika chapati sufi. Nasikia chapati tamu hiyo balaa. Yaani ni balaa. Ungeniambia unakuja nikakupikia chapati. Naondoka na mimi nasubiria. Mimi shida zangu. Nasubiria unakana na naondoka nazo. Kwanza kabla ya yote. Ofisi yako nzuri sana. Mama Saleh, jamani usifanyie hivyo. Wewe ofisi yako nzuri. Na ofisi yangu ni kadogo sana jamani, hapa ndo nimeanza. Na ugali mmepika? Napika na ugali ndio. Kuna ugali kama huu hapa ugali. Kuna na juisi. Na juisi leo kama hivi leo hapa tuna juisi ya ukwaju, tuna juisi ya ukwaju na ubuyu. Njoo angalia vinanili, viugali vinavyowekwa. Yaani style fulani hivi nimeipenda. Darasa. Wow. Njoo hapa. Darasa ni nani? Mtoto wako? Mteja. Juisi, hebu niweke kwanza nionje juisi. Hapa bwana humu. Mbona hii ngano? Hii ya chapati. Ya chapati. Njoo ni ngano ya chapati. Hii juisi. Ngano ya chapati. Mbona umeweka kwenye fridge? Sasa sababu sasa hivi ni muda wa mchana, hakuna wateja wa chapati, akitokea moja moja kwa hiyo. Ngano mbichi, sijui kwa nini. Wewe utafunga choo. Utafunga choo. Napendaga ile ngano mbichi. Hii hapa bwana, juisi ya ubuyu. Ni juisi tamu sana, kwamba kwanza inasisimua misuli. Misuli gani? Unakuwa na afya tele. Hata kama fanya mazoezi ya push up. Jamani. Unafanya mazoezi ya push up, hadi kope mrija. Nimekunywa bila mrija. Wewe utajua mwenyewe. Hizi huku nazo ni mboga. Hizi huku mboga hapo nina mboga na roast na mchuzi, na nyama za kavu, nina mboga za majani, nina dagaa mchele wale mongo fulani hivi, afu makange fulani hivi. Nasi umeziona mboga huko? Ugali hatari. Bwana wewe bwana, matatizo huyu bwana. Nimeambiwa unapika wewe. Mboga zile bwana. Jamani, Saleh kaja hapa, naamini kabisa nitapata support, ofisi yangu itakuwa kwa maana jamani, hapa ndio sehemu ambayo inafanya hata watoto wangu nje ya chooni sote majani. Yaani hapa ambapo nafanya hata mimi pia naweza kukaa kwenye manyumba za watu. Lakini sasa ni padogo, kwa hiyo kama Saleh kaja, najua nitapanuka, nitaongeza na frame ya huku, yani nitaongeza viti, yani nitaongeza paua hapo mbele. Nitaongeza fridge hivyo. Hebu kwanza tuoneshe jinsi mtaalamu wako kupika. Funua mboga kwanza, nasi tuoneshe mboga za nani. Kuone rosti. Jamani, hii hapa ni rosti, hii ni rosti mchuzi kama mchuzi tu. Nionje chumvi kwanza, nionje chumvi. Naomba nionje chumvi. Jamani, Saleh anapenda kuonja. Saleh anapenda kula jamani. Asiwaambie mtu Saleh anapenda kula.
Ndio maana nilimwona Chico akamwambia sijapika. Hayo nini? Haya vitu vya silangai. Hivi ni vidagaa mchele. Hivi hapa ni vidagaa mchele vimeungwa kama makange fulani hivi. Kwa kweli ni vitamu sana. Ushawahi kula hivi makange ya dagaa? Ushawahi kula hivi makange ya dagaa? Maji changanya nini? Wapi? Hii nyingine hapa ni mlenda kwa ajili ya kulia ugali, mlenda. Mlenda. Cheki mlenda huu. Au napenda dagaa. Sasa anakoja mlenda. Mlenda siwezi. Yule mtuna. Hii hapa nyingine mboga ya majani. Mboga ya majani ni onje. Hii ni mboga ya majani. Dala mbona unapika bwana? Kiukweli na hii hapa ni nyama ya kukaanga. Kama hivi hapa hii ndio nyama ya kukaanga. Watu hapa wakija hapa. Na napenda sana nyama ya mafuta. Wewe mjinga kabisa wewe mtoto unanenepa. Kwa hiyo hapa ndo ofisini kwangu jamani. Ngoja kwani mwanzo na juisi ya ukwaju. Juisi kwa nini hapo umenipa? Hiyo ubuyu. Kuna na ukwaju? Ndio. Niweke kwenye glasi nyingine hapa. Leo. Hapo tusichele hapa tukae tupige story zetu wenyewe. Kwa sababu kila siku yeye anakula wali, anakula ugali, anakula nini, lakini leo sasa nataka ale chapati sufi. Na chapati kwani zipo? Sina kuchomea hapo. Sasa ni dakika sifuri tu. Sawa. Niweke juisi zote mbili. Mimi siku nilishangaa kamba jamani sijapika. Wewe Sale jamani Sale anapenda kula. Unaona Chico alivyonifanyia? Ile sasa ajabu. Nikienda kwa kabila kamera, ananipikia. Anakupikia lakini pia anapika pilau yule. Wacha. Kwa hapa umehamia muda mrefu? Hapa kikweli nina mwaka. Mwaka? Before hapo alikuwa nilikuwepo tu na kazi zangu tu hizi za sanaa, lakini baada ya kuona mambo yenyewe sielewi nini na nini hapa na pale nikaona bora tu nijiingize kwenye mambo mengine sije kufa njaa. Kwa sababu unajikuta unakaa muda mrefu hujapata kazi. Kwa hiyo kama hujapata kazi unafanyaje? Utaanza kudanga ule. Kudanga haka mimi siwezi kudanga siwezi. Yada hapa napiga collab leo. Huko na ukwaju. Huko na hii ni chapati. Nataka nimkangie Sale chapati moja tu. Kweli. Aonje. Hai leo. Kwa sababu kila siku yeye anakula ubobo, anakula ugali. Je, chapati anakulaga huyu? Sasa ndo manteni. Kwani kupika ulikuwa ni professional yako toka zamani? Yeah. Ulisomea? Napenda kupika. Nimesomea kwa bibi yangu. Okay. Bibi yangu haja kupika. Okay. Anaunda vimboga vya elekeleweki, lakini mwisho wa siku mnakuja kula mboga tamu sana. Kwanza kabla sijaelekea na story, maana najua wanaoniangalia sema natamani pia nikatembee na kwako. Kwako Sombali hapa? Sombali sana. Tutaenda tukitoka hapa. Tunaenda jamani, mmendeleeni kuangalia tukitoka hapa tunaenda kwenda Mamtei. Haya. Kwa hiyo sasa Mamtei, hizo chapati yaani mpaka anachanganya. Sijui kama ukwaju na ubuyu wote wanashindana. Sisi ungechanganya pamoja na wewe. Wateja wamefika. Nampikia. Poa. Karibuni. Naambie bamkwe. Nataka wale. Haya. Sasa hawezi kupima sasa. Mimi kupima? Mimi naweza. Wanakula pilau. Wanakula pilau. Sasa ziko wapi? Sasa hizo. Sasa hizo hapa. Hizo za chini nyeupe. Wewe unakula papa? Haya. Hiyo nyeupe, hiyo. Kitambaa kile pale. Kitambaa cha kufuta meza ile. Cha kufutia hicho sahani. Sasa kufutia sana. Hapo mwiko wa kupakulia si hapa. Hapo ndio tunapakulia na bakuli bwana wewe. Bakuli ni kwa? Iko humo. Jamani Sale. Angalia kipimo changu. Angalia kipimo. Ngoja Naiweza hii. Sambaza hiyo sasa. Sambaza. Kumbe sasa ukiingia pamoja pamoja sasa umempunja Kumbe ndio ujanja wenu. Hii inatosha. Ongeza kidogo mko wangu lana baya mko wangu. Jamani nimekwambia kidogo unapima kingi hivi. Nimekwambia kidogo. Sasa hapo mnajua vipimo vya. Napima mimi hichi kimoja napima hichi bakuli kimoja. Sawa. Kwa hapo unaeka nini? Hapo juu naeka na maharage. Sasa pilau na maharage jamani sisi kwetu Pemba. Achana na Pemba hapa tuko poa, hapa tuko Pwani, tuko bara. Kwetu Pemba. Maharage yatosha. Mengi. Ama kachumbari? Ipo. Nataka dagaa. Pilau na dagaa tena. Ali nyama. Alaje. Uko wapi?
Jana dagaa zikuwepo. Uko wapi? Sisha kuelekeza sasa. Bado uko? Haya poa. Kasema nataka nini na nini? Anataka wali dagaa za kutosha lakini kwa sababu bado iko mbali kidogo. Hizo dagaa. Wewe mwanzo dagaa hizi nakwambia watu wanazipenda bala. Ndio nazipenda mpaka ndia dagaa pia. Ndio. Haya yanapatikana kwangu. Mwanangu 2000 tu, mbona ilijaa yote limejaa kama hili 2000 tu. Kachumbari sale Na kachumbari? Huyu hujanionyesha hii. Kachumbari? Hebu nayo ushinde. Na pilipili? Ndio. Tu unakula? Nitakunywa nitapozea na juice. Tamani sale mwanangu na vijiko. Hapo kwenye hilo naandilia. Unaanza kuniambia nisije mapema unakuwa uko busy. Nakwambia niko busy kweli. Mbona kijiko kimoja? Simesema mnakula wawili wewe. Vijiko viwili. Jamani. Bwana nini tu hizo vingine? Ndio uone mimi nakwambia niko busy unafikiri nakutania. Kwa sababu sina makopo na nani? Niko na mabinti zangu. Watoto wako kabisa? Mmoja mwanangu kabisa, mmoja binti yangu akunisaidia. Na sasa hivi amepeleka chakula. Bwana hapa mambo ya vyakula vya mtaani. Watu wamekaa huko kwenye ofisi zao wanapiga tu simu. Amtei. Lete kitu fulani kwa hiyo wanangu wanabeba anapeleka. Anapeleka. Sasa ndio kama usileta mteja lakini chakula kitaisha. Kwa sababu tuna supply kwenye maduka kwa wafanyabiashara wengine. Okay. Chapati zangu napikia kwenye gesi. Wewe naona chapati unajua chapati. Usije ukasema chapati inapikia kwenye gesi hivi inaiva vizuri kabisa. Kona one day. Na kama nini unajua? Bila sababu unajua vingi kutoka kwako. Jua tu. Binafsi mwenyewe nilikuwa sivijui. Hivi mwanzoni kabisa hii historia yako ni nini? Ulitozaliwa wapi? Ulikulia wapi? Mimi nimezaliwa Ocean Road. Mimi ni wa mjini jamani, Ocean Road hapo Posta. Nimezaliwa mimi, nimekulia Tegeta, nimekulia sehemu mbili, nimekulia Morogoro. Kuna sehemu moja inaitwa Kingoruia na Tegeta. Tegeta ndio kwetu kabisa kwa bibi yangu, mzaa mama yangu, yani familia ya jomba zangu, mwanangu wadogo wako Tegeta. Lakini kule Morogoro kwa dada yake na bibi yangu ndio kwao kule. Wewe ndio kwao kule Morogoro. Kwa hiyo mimi hapa hivyo. Umeingia kwenye sanaa? Kwenye sanaa ni story ndefu sana. Nikupishie tu lakini iwe tamu. Mimi mwana kwenye sanaa niliingia kwanza nilianza kuigiza tu mtaani huko hivi na hivi vikundi vidogo vile. Lakini kuna siku nikaa nimesafiri kwenda Morogoro. Kwa hiyo na bibi yangu huko Morogoro. Ila subiri. Kabla sijafika kwenye sanaa. Una watoto wangapi? Watatu. Mke wangapi? Nina wote wa kike watupu. Umeolewa mwaka gani? Nimeolewa mwaka gani? Kwani kuzaa mpaka uolewe? Wewe langu mwana mwali. Ni mwana mimi bado bikra. Sawa. Wewe kabila gani? Mimi Sukuma. Mimi ni Chotara, wa Kisukuma na Kitusi. Mamangu Mtusi, babangu Msukuma. Babangu anaitwa Sospita Sengelema. Ndio. Mwanajeshi mstaafu, ni daktari mkubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi yuko Mwanza. Sawa. Na katika harakati zako sasa ndo tunarudi kwenye familia pia. Mmezaliwa wangapi? Wewe ni wangapi? Mimi wa kwanza. Tumezaliwa kwa mama yangu tumezaliwa wawili. Mimi wa kwanza na mdogo wangu wa kiume. Kwa baba yangu tuko wanne. Tuko watano. Kwa babangu mimi ndo wa kwanza kila kona, mimi ndo wa kwanza. Kwa baba mimi wa kwanza, kwa mama mimi wa kwanza. Na wadogo zangu kwa baba na wadogo zangu kwa mama. Turudi sasa kwenye historia. Nani wapi? Njoo bana. Karibu. Njoo bana. Haya. Hii yote yako mtaa mzima wa kwako. Na wewe mimi natamba. Kwanza ukimaliza tu hapo ni soma bango langu unaitwa nani? Soma bango unaitwa nani? Utasahau. Soma bango hilo hapo. Hilo hapo bango. Mama Utamu. Sasa. Mama Utamu. Naitwa Mama Utamu. Maziwa fresh ya ng'ombe, mtindi, juisi, urojo, vitafunwa snacks, supu ya kongoro, maharage, maji, chapati, soda. Kwa na mtende tu unapika mwenyewe. Ndio. Sitakuwa unapika muda mrefu sana. Kwa nini? Kupika uko peke yako? Sielewi. Kama napenda kupika, vitu vyote vinaenda kwa wakati. Naenda mapema kwa sababu sina mabinti zangu hao hapo. Wananisaidia Kiingia hapa asubuhi tunapambana. Huyu kashika hiki.
Yaani na majembe. Tumesimama pale uingie kwenye sanaa, tutarudi kwenye sanaa. Kuanzia hapo kwa sababu nimeona kitu unapika. Yaani utaratibu ukoje? Yaani unaamka saa ngapi? Yaani utaratibu unafikia kufunga ofisi. Mimi naamka saa 11. Unataka wali? Sahani 2. Haya. Ana njoo. Naamka saa 11. Ndio. Niamka saa 11 kwanza nitajionyesha kidogo, nitaenda mtandaoni, nitapita kidogo, nitaangalia hapa na pale, kisha ndio naanza kuoga. Nitoka kuoga mpaka saa 12 kasoro mimi natoka, naenda buchani. Naenda kuchukua zangu nyama. Basi naingia usini. Unatengeneza supu ya asubuhi. Mbona kwa moja asubuhi yaani supu matatu sisi nikupashie kama nikuue wewe nikumuje. Yaani leo unapaka gani? Nikumuje tumbo tu. Sahani 2 wali, njoo kuchukua sahani 2 za wali. Njoo kulie. Sahani 2 wali. Nyinyi, hii chapati kwa nini? Hii chapati. Chapati ya Kisukuma hii. Wewe chapati ya Kisukuma ya Kizanzibari na wewe. Chapati si ndio yani imepikwa na msukuma. Chapati ya Kizanzibari lakini kapika msukuma. Watu wanakuulizaga kama Joy. Basi after hapo sasa ndo nakuja zangu hapa naanza kuandaa zangu mwenyewe. Nawasha moto na injika zangu supu jikoni. Kimaliza kuchika supu jikoni na kanda ngano. Okay. Basi mambo mengine ndo hapo yanapoanzia maendeleo yanaendelea hivyo. Na ukimaliza hapo unaanza kupika napika cha mchana. Cha mchana. Okay. Cha mchana unamaliza cha mchana unakaka kidogo unapika jeje. Yaani nimeamua kujichosha ndugu. Ya usiku pia unapika? Ndio. Mimi nimeamua kujichosha. Mwanangu sasa hivi sina hata muda kutembea. Sema nilikuwa nakwambia mdogo wangu niko busy. Uliniambia Jumapili ndio uje. Yaani Jumapili tu mimi ndo napatikana nyumbani. Jumapili nyumbani ukikaa Jumapili nyumbani unafanya nini? Nalala tu. Sifanyi kazi yoyote. Sasa mtu akutoka kutembea. Hivi natoka naenda wapi na kuchoka kama huko nilikochoka? Naenda wapi? Wewe. Wasa leo unaona nina vitu vyote bana kuvifanya. Njoo mwekee mboga. Mtoto wako wewe? Sasa unaogopa nani hapa? Mtoto wako? Wangapi? Mtoto wangu huyu. Wangapi? Muulize mwenyewe. Wewe wangapi? Mtoto wangapi? Watatu. Hivi unajua kama mdogo wako? Kama mdogo wangu sasa ndio mwenyewe sasa jamani wewe jamani mie Analeta Majoi. Analeta mboga hizo. Wanataka chakula? Maji. Juisi ya matunda leo sina. Leo na juisi ya ubuyu na ukwaju. Ubuyu. Na funky master. Ukwaju. Ukwaju nataka. Nachoka, Saleh nachoka. Saleh nachoka mdogo wangu, yani ninachoka. Sasa hivi nimejiambia kabisa sasa hivi yani mtoto naye mimi natoa yana hii. Baba. Nachoka kweli, ndio maana hata Jumapili mimi sitoki, yani mnafanya tembei. Labda kama nikiwa naenda zangu, yani sema mama natoka ni location tu. Naenda zangu kushuti basi. Na location unakaa kambini kwani? Naendaga kama nina ila mimi sometimes naendaga narudi. Okay. Sasa turudi sasa kwenye historia yetu ile ya kuingia kwenye sanaa. Nipe kwa ufupi lakini zamu. Ndio hivyo. Sanaa ndio hivyo nilivyoanza mwaka 2010 mwaka 2002 hivyo nilivyoenda zangu Morogoro. Nimeenda Morogoro. Sasa niko njiani wakati niko Morogoro mjini pale stage. Nikamwona mkaka hivi nikasema mbona kama anakuwa kwenye TV huyu. Huyu mkasa nikaanza kumfuata. Sasa nikana mwanamke na mwanaume tena kimfuata mtu anataka kufikiria vibaya. Lakini nikasema Mungu Baba nisaidie. Mbona pale Morogoro mjini niliogopa niliogopa kumsemesha huyu kaka. Basi niko kwenye gari. Naomba gari iharibike. Naomba chochote kitokee. Mko na kwenye gari? Toka kwenye S1 hapo. Naomba chochote kitokee ili mimi tu niongee na huyu jamaa. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu alinikubalia kweli. Tunafika sehemu bwana, gari katakuwaka moto. Moshi. Mjini ndo kadisema ndio kusema uongo. Lakini siku moja chuzi mwenyewe atakwambia. Yaani nikaona nikaona hiyo gari tunafika Moshi, kila mtu akashuka bwana, ukaruka. Haya akaruka. Nimeruka mimi naanza kushangaa na mwangalia yuko wapi, nikamwona pale ngambia namfuata. Itakavyokuwa na iwe. Ama kiniambia sio nini labda mambo mengi mimi basi nitakubali tu. Basi nzuri chuzi ni mtu mzuri. Nikashuka pale.
Jamani mwandalia supu Salehe. Mani leo nina juice ya ukwaju, nina juice ya ubuyu, nina chapati, nina supu naleta hapo stela pilau na maharage. Hivyo zingine sikupi. Pilau na maharage simpi. Kwa kweli. Mara hivyo sikupi Salehe. Yaani wewe ndio umekomesha, umefunga wote. Yaani unakula vya chiku na vya kwako. Ndio. Kula vya chiku, ule vya kwangu, ule. Karibu Maria. Hali ngombe na mazi ya mtindi. Mazi ya mtindi pia unayo? Ndio. Maria njoo. Maziwa situmii. Wewe, agu hii hapa jinsi hapa. Njoo chukue. Sana tunafanyisha una nini? Unaogopa nini jamani? Nusu. Na siku yangu anaiona lakini. Wasije akasema sijatoa tu. Gari kaharibika. Gari bana basi pale niliposhuka nikaanza kumwangalia hivi mtindi uko huku. Basi mimi sasa niliona vile nikashuka nikamfuata nikamuelezea nikamwambia mimi bwana na kipaji cha kuigiza. Nataka ndapataje akanielekeza jinsi ya kufanyaje jinsi ya kujiunga. Akaniambia njoo ofisini akanielekeza tukabadilishana namba. Basi tukaenda safari zetu. Mungu si asumani tena wakati tunarudi. Tukakutana na Msamvu kwenye gari moja tukamkuta tuna kiti ambapo mimi nimekaa naye akakaa hiyo. Tumerudi yote. Tumeenda tunataka Morogoro tunarudi Dar. Basi story akanielekeza nusu. Basi tena ndo story yangu ikaanzia hapo nilivyorudi Dar nimekaa kama siku ngapi Jumatatu yake nikaenda. Nilivyoenda ofisini kwake pale nikamkuta akaniambia ingia darasani nikaingia darasani nikaanza kujifunza. Ofisi ni wapi? Akatoa na ipo Kinondoni. Okay. Basi ila before hapo ulishai kuigiza ama sijawahi. Ulijua una kipaji? Nimejijua kwani mtu kipaji unakosa kujijua? Maji ya moto. Unajijua kwani sijijue kama una kipaji? Basi safari yangu ikaanzia hapo. Bahati nzuri nimefika pale bwana mimi. Nimefika pale kwa kipaji changu nikawa ninajituma kwa kweli. Kana nachoambiwa kufanya niko makini nafanya. Nachoambiwa fanya hivi ninafanya. Nikajikuta nimeingia kwenye tamthilia ilikuwa inaitwa Ua Jekundu. Okay. Ndio tamthilia yangu ya kwanza. Ua Jekundu. Mimi hata sikumbuki sina hata. Kwanza hata kumbukumbu mwenyewe huwezi kuwa nayo. Za kitambo sana hiyo. Okay. Yaani hiyo mwaka 2003 kama sikosei. Kama 2003 hivi kama 2004. Ndio nikajiunga kwenye hiyo. Naweza nimeshaanza kupiga kukaa hapa. Hapa tupige story. Hapo tupige story. Basi ndo nilivyoenda zangu pale ndo mazoezi nikaanza. Basi sasa ndo nikaanza sana pale nikajifunza. Ulicheza kama nani huko? Mle nilicheza kama dada mmoja hivi mpole sana, yani ni mwanamke wa Kojak. Kodachuro. Akatoa anaitwa Maganga. Ndio. Yeye mambo ya Kojak mambo ya nini hayo mambo yake yalikuwa ya juu. Mambo ya mbala dhahabu. Akatoa anaitwa Maganga. Basi kama mwanamke wangu Maganga pale tumesunasumbuana tukaenda mpaka tamthilia ile kaisha. Mimi kwanza kwa jumba la dhahabu sikuwepo kabisa wala tuzi hajaye kunifikiria. Kweli? Haki ya mama tena. Lakini mapozi ya superstar, enzi hizo superstar wanang'ata yani, anajikuta keki yani. Hata ile sehemu ambayo inakufanyisha wewe uonekane star, unaona kama haina maana. Mimi hakuna kitu ambacho nakiheshimu ambacho kinanisemesha hapa mimi ninajua na malengo yangu. Yaani mimi nitakiheshimu sana. Kwa hiyo nilipopewa mimi nafasi nikaambiwa jamani kama mtu anazunguka nikamwambia Mamtei njoo. Nikaenda. Haya Mamtei ni jina lako halisi? Jina langu la kuigizia. Ndio, najua. Ina halisi nani? Cecilia Sospita Sengelema. Cecilia Sospita Sengelema. Cecilia Sospita Sengelema. Kwa Mamtei ulipata kwenye mbala dhahabu. Basi nilivyoanza hiyo nilivyoitwa shule sana nimeshangaa naitwa Mamtei. Mamtei tena naitwa Mamtei njoo. Nikaja jambo nikaenda nikapewa china sini fulani. Kuda dadeki yani. Mimi kitaka nafasi nini? Ule ambao ni timu gani? Sio mwanamke fulani tu hivi yani mwanamke fulani yani kama yani mwanamke fulani mcharuko si mafia yani vyovyote vile. Mbona jumba zangu unalikumbuka vizuri nilipocheza? Jumba zangu nalikumbuka. Na wasanii nawakumbuka lakini nilikumbuka mpaka leo Jeni Kabula. Yani alikuwa ni Jini na mkumbuka Jura, Winter wengine nakumbuka alikuwa lakini ukiniambia alikuwa anafanya nini sasa hao. Basi ndio nikapata hiyo nafasi. Mimi nikacheza. Nilivyocheza samani naongea na mteja. Haina shida. Hello Jay. Uko Engo? Niambie. Chupa. Poa, hamna shida. Poa, hamna shida.
Haya, ukifika mambo mwisho ndio nikupakulie au sasa hivi nikupakue? Haya, poa. Mbona bwana, jamani samani kidogo unampokulia mteja. Basi bwana. Kwa hiyo nilipopata ile nafasi, ndio nikaitumia vizuri, nikaambiwa haya bwana, mamtei nafasi ni yako. Ndio. Nikacheza. Nilibomoa, nikabomoa, yani nilibomoa. Mbazabu kiukweli nilibomoa, ndio maana mpaka leo. Haukucheza kama si jambazi kama unapigana. Sikucheza kama jambazi ila mume wangu. Kojaki na baba yake mzee Chilo ndio walikuwa majambazi. Kwa hiyo ukishakuwa mke wa jambazi naye utakuwa nani baadaye? Jambazi. Mimi baadaye nilimzingua yule jamaa. Kwa hiyo nilivyomzingua Chupa kama chupa. Chupa gani ndio zile za Pepsi? Mimi chupa Coca hapa. Ndine. Mbona anataka kalaka naye soda bado? Nazo mbili. Nazo mbili. Mbili, nyingine atakuletea. Nyingine ndio uchukue hapa sina sasa. Waambie tu akushushia. Wangu Pepsi. Nazo mbili hapa bado moja. Kwa hamna mteja ambaye amechukua soda. Umeona bwana Saleh? Kwa hiyo nilipopata ndo nikacheza. Kwa hiyo nilipomzingua yule chuzi ile mume wangu nilipomzingua yule Kojaki. Ikabidi mimi fanyaje? Nikimbie nitoke huku da, nikimbilie kwa Bagamoyo. Kwa hiyo nimefika kwanza nikatumia jina linaitwa Soma hapa. Wapi? Si hapo kwenye shingo jamani, yangu nitaona. Au ni shingo? Au huku? Ni huku naona kumechorwa lakini Banya bana. Banya. Sasa ikabidi nifika kule sasa nibadilishe jina nijiite Banyamulenge. Ndio nikakutana nilipofika kule sasa mwanamume wangu kule akawa chuzi. Chuzi sasa ndio alikuwa mchepuko bwana. Ndio. Kwa hiyo ndio story Nyumba Zabu ikaanzia hapo. Ndio nilikakamua zangu, Nyumba Zabu ikaisha. Mambo mengine yakaendelea. Ilivyoisha Nyumba Zabu ulifanya nini na nini? Baada ya Nyumba Zabu kuna tamthilia nyingine inaitwa Jasmini. Ilikuwa naruka TBC. Ulicheza pia? Na kwenye pia nilicheza vile vile kama jambazi. Kisha hapo tena kuna tamthilia nyingine ilikuwa inaruka DStv ilikuwa inaitwa High Heels. Ila hiyo High Heels haikuwahi sikuwahi hata mimi mwenyewe kuiona kwa kweli. Lakini iliruka. Hata sijui kama ilirukaga. Sijui hata. Sijui hata. Kwa hiyo ile High Heels bwana pale, yani ile tamthilia ile ingetoka. Ingekuwa balaa hiyo. Saleh. Mimi sasa singekuwa bongo kwanza. Singekuwa bongo. Sawa. Kwa hiyo baada hiyo halizi ulicheza nini? Au ulitulia kimya? Nilitulia tena. Ndio mpaka nilitulia baadaye nikaja nikacheza tamthilia moja kwa inaitwa Chini ya Carpet. Chini ya Carpet ile ya nani ile? Ya Mwanaeri. Ya Mwanaeri nicheza pale ngasema kama dada mmoja hivi na bia tena mtu mbaya. Yaani mimi wao wananipa sana sehemu mbaya. Au virasta hivi vidredi. Hamna, yani sehemu tu zile za ukorofi za ujambazi, yani ukorofi kama kule Mwanaeri nani nilikuwa nauza watoto wa watu. Ila nashukuru Mungu Abdul akaja, kanibadilisha, amenipeleka sehemu ambayo sijawahi kucheza. Uswahili. Sijawahi hata siku moja. Shani Mugo mwenyewe. Shani Migoko, Shani mkomavu. Hebu nipe na nini? Nipe story. Yaani jamani tukimaliza hapa tunaenda kwake. Ndio ile kutulia hivyo. Hivi kwa nani ile kwaje? Kwenye hiyo ya Kumbolela. Yaani ilikuwa kwaje? Yaani kwanza ulikuwa unaifuatilia na ulikuwa unajua. Ulikuwa unajua. Na ulikuwa unawishi hata na siku moja utokee. Nimewishi. Yaani vibaya nilikuwa nawishi sana kwa kweli. Lakini siku hiyo nikaa sema jamani hivi Abdul kweli hivi Abdul jamani mimi kweli anioni. Na nilikuwa tunaangalia status na namba yangu na namba yake. Akaniambia tusubiri dada usina wasiwasi subiri. Maskini. Lakini siku hiyo nikashangaa tu simu ikaita bwana. Ulivyoita ukaambiwaje? Akaniambia dada mimi Abdul nikamwambia baba una hata shida kujieleza namba yako nayo. Niseke malage niseke nini sasa? Akaniambia dada nina kimeo changu bwana nataka nifanye kazi yangu. Nikamwambia kazi gani? Hiyo nikamwambia nini ya Kombolela. Akasema hiyo dada nikamwambia usiongee sana kaka. Niambie tu unasemaje? Niambie unasemaje? Ninakutaka kesho. Nikamwambia ina shida. Hata sasa hivi mimi nakuja. Yaani mimi mbona natimba tu Kombolela nilipokwenda nitaka tena? Nikaenda zangu. Wala mboga majani utaki. Hataki. Asubuhi mimi ananiambia saa 10 na basi hadi saa 1 wewe umefika. Mimi saa 12 niko pale. Kwa hiyo ofisi nimwachia nani? Nilifunga.
Nilifunga ofisi. Saa 12 tu mimi niko pale. Jao nikampigia simu kaka nimefika. Akaniambia haya dada wasiliana na PM, akanipa namba ya Saleh PM yule. Ana. Mbona vijiko? Vijiko. Basi saa 1 nilipofika pale nikaelekezwa sehemu ya kwenda. Nikaenda mpaka kule. Vijiko naomba tu nayo sahani kungua tavunja glasi. Soda labda nini soda? Soda gani? Pan orange pineapple. Nipe orange. Soda kijiko gani? Yani je sasa hivi yuko magomsho. Mkaambiwa ukifika ulikuwa unacheza nani? Sijui na kucheza nani. Ananiambia tu kuna familia fulani hivi nataka mje muicheze. Kama utaitendea haki vizuri, basi mtaendeleza. Nikamwambia sawa. Nikaenda mpaka kule, fika pale nikapewa script, tukaongea kwanza na bosi wangu bwana mimi tunataka sehemu fulani. Mipango mnasemaje mpango kazi? Nikajana na bosi wangu mpango kazi hivi na vile pale nikamwambia kwa haina shida. Haya. Sasa mkataba wetu pale fresh. Mimi nikaingia kazini, nikapewa script, nikasoma, nikababua. Ndio ile sini ya kwanza ile tunagombana ile ya ugomvi na ya kina Komis. Kwenye mpaka. Ile ndio sini ya kwanza. Hivi ulivyotokea kwenye ile sini, asubuhi yake ilikuwaje simu wapi? Halo. Simu zilikuwa nyingi. Kwanza ile promo tu ile. Kila mtu nakwambia, jamani yani nilipokea simu siku ile. Mpaka basi. Hapo ndipo tunataka nimwambie tu director, jamani huku Mswahili kwangu maswali ni mengi. Mbona naonekana mara moja? Mbona shani Mungu hatukuoni? Mbona shani Mungu ni sababu mimi nakiwasha. Kwa hiyo unaona nika kila siku. Bosi akwambia kila siku. Abduli, yani kila siku. Watu maswali yapungue kidogo. Mbona tunakwenda siku moja? Mbona hivi? Mbona vile? Kwa hiyo mimi jamani mimi sio mwandishi. Mwandishi yeye ndo anajua, ndo anaandika story yetu nataka ifanyaje? Iende hivyo. Kwa hiyo ndo safari yangu ya Kombolela ikaanzia hapo, lakini namshukuru Mungu pia wale ambao ni mawakuta wenyeji wenzetu wale pale na Mwadawa wametupokea vizuri. Yani wametupokea vizuri kwa kweli. Yay. Ameshapakua. Nice. Ameshapakua. Basi, kwa hiyo ndio hivyo. Okay. Turudi nyuma kabisa. Nyumba ya Dhahabu. Kwa kipindi kile. Unajua kuna watu wengi wanaulizana. Nani alikuwa rafiki yako karibu sana kwenye Nyumba ya Dhahabu kipindi kile? John Matovolo. John Matovolo. Yaani sio siku kipindi kile tu mpaka kesho. Jamani simu inaniharibika. Simu eti imestaki. Ndio vitu vingi. Simu haitaki kuongeleka. Hamna. John Matovolo ndo rafiki yangu kwenye Nyumba ya Dhahabu. Nani Winter? Winter. Kwanza Winter ndo rafiki yangu sana, lakini baadaye mambo yakaenda kila mtu akashika njia yake ndio ikawa akamia ikawa Johan sasa. Jini Kabula je? Jini Kabula kwa rafiki yangu. Ilikuwa tu yani washikaji tu. Adam. Niambie. Ugali mkavu 1000. Ugali mkavu na wali mkavu, lakini wali 2000. Ndio nishakwambia. Hasa si ugali tofautisha na nanilia. Mtu ugali mmoja. Huyo jamaa yupo? Huyo jamaa yupo hapo? Hayupo? Ana njoo. Haya kwa. Hivi ubonge kwanza ameingilia. Bwana simuoni ubonge. Mwambie aje. Mwambie aje hapa. Bonge. Anjo. Hivi ni kweli kwamba Nyumba ya Dhahabu inarudi tena? Nasikia hivyo. Hujapata taarifa? Karibu. Soda gani? Sabaju. Wewe njombe Sabaju. Kwani dada kwa njoo mimi wateja anapiga story na mama. Ndio na maji madogo. Basi. Wewe nenda chukua ugali mkavu, mpelekee Adamu. Na wewe mtoto yule mtoto wako ngapi? Si soda anakupa? Soda. Eh. Ninachokula ndani ya mboga sina. Si maragi nauza 500 bakuli. Maragi matupu, na nyama. Na wewe utakuzia? Usie basi. Si 1000 nyama. Kumbe nyama kavu inauzwa. Wewe chukua mboga, chukua ugali mkavu mpelekea Adamu.
Maji ya mayai. Wanataka wewe trendi kama wewe. Na huyu mtako wangapi? Huyu wangapi? Watatu. Juma yule. Wewe shika. Huyu watatu, na huyu watatu. Juma yule. Leta soda wewe bonge, leta soda kwanza Juma yule. Leta Pepsi yote, leta Pepsi. Na nusu nikimbize. Nenda kimbiza hata. Na mmoja anapomsindikiza mteja wake. Ni wewe nione tu babangu nakimbilia daladala. Usidondoke. Wewe sianguki. Aje njoo kama unataka kuja njoo. Je, samahani na toka hapa. Awani kama niko na Sula kama lako. Kwenda huko. Haya nagongwa, mama yangu nagongwa. Nagongwa. Haya ndo maisha yangu jamani. Mwanamke mpambanaji, napambana, nakimbia daladala. Nagongwa na pikipiki, yani mimi sina mbali, bali mdomo uende kinywani. Nimeema. Nimeema. Kwanza kumele unakatia abiria ndio unakuwa na hivyo. Sasa yuko na abiria anataka chakula jamani. Maharage. Nyumbani kwa Nimekuchosha. Mwana umeni surprise jamani. Kutoka kaka. Yaani sijategemea kabisa kuonana na wewe. Karibu. Karibu jameni, karibu. Asante. Ila huku sasa ndo nyumbani tu chini nyumbani kwa sababu kwa hiyo sijosema siku na misosi sijui nini. Jamani kula kote kule nilivyokula kule. Huyu kwanza nani? Huyu bwana bibi yangu. Yuko wapi? Yuko Tegeta. Okay. Bibi yangu mzaa mama yangu. Okay. Mama yupo? Mama yangu alishafariki. Mama yangu alifariki. Wewe bibi yako? Huyu bibi yangu mzaa mama. Okay. Huyu ndo alonilea. Sawa. Mimi sijalelewa na mama wala baba mzako. Kumbe umelelewa na bibi? Nilelewa na bibi, mama yangu alinizaga kaniacha kwa bibi. Okay. Baba yangu alinikataa. Kwa nini? Sisi tunajua kwa nini alinikataa kwa sababu mimi nimekuwa sijui baba. Nilikuja kumjua baba mimi tayari mtu mzima kabisa. Okay. Nilikuwa kasi namuuliza mama babangu yuko wapi akanielekeza. Babako yuko sehemu, babako mwanajeshi, yeye Msukuma, anaitwa Sospita, Sengelema, si nini, yupo Lugalo pale. Kwa hiyo nilipopata akili yangu baada ya kuona changamoto za maisha za utoto, mimi kiukweli sijakulia kwenye maisha mazuri. Maisha kama watoto wengine wamekuwa. Maisha ni changamoto nyingi kubwa sana. Okay. Kwa hiyo nikaona ya nini uje nikamtafutie mshua. Nikaenda kumtafuta babangu. Nikamuona, nikampeleka bibi, nikaenda kumpeleka. Sasa nyumbani kwanza ilikuwa ngumu kutoka. Huwezi kutoka, unataka unaenda. Ikabidi mchukue mjomba wangu mdogo tunikadanganya naenda kumwangalia mama wangu mkubwa Tandika. Kwa hiyo nilivyosema na kumwangalia mama mkubwa Tandika, ndio nikamwambia bwana sisi sasa Tandika siendi wapi? Mimi naenda kumtafuta babangu. Na ukamkosa. Na nikampata. Ukampata? Nilimtafuta nikampata. Nilivyompata nikarudi nyumbani, nikamwambia bibi nitamtafuta babangu, nimempata. Akaniambia kamlete umtembeze sio kwa mandugu na wapi, nikaenda kamchukua nikampeleka. Nataka akafanya process zote sijui kuja kunigomboa. Wewe alifika bibi kamfukuza kama mbwa. Hiyo mimi nilisikia kwa ufupi. Kwanza nataka unitembeze kidogo ndani afu uniadise kwa urefu kidogo. Ndani wapi? Ndani wapi? Si hapa. Si hapa tayari ndani gani sasa utembeze? Hapa sebuleni bisho unataka kutembeza ndani wapi? Haya, ukiwa umekaa sebuleni, unapenda kukaa wapi? Unapenda kukaa wapi kwa umekaa sebuleni? Hapa. Unaangalia movie? Na kama naangalia movie, yani mimi nalala hapa. Sasa niko chumbani. Unaishi na nani? Na mwanangu tu. Umeambiwa na watoto watatu. Wawili wako wapi? Mmoja yuko shule. Mmoja sio kwa mtu mzima shaolewa. Kumbe. Mtoto wangu kwanza nimeshamuoa. Ana miaka mingapi? 31. Wewe mama yako ana mingapi?
Mimi na miaka 45, 46. Kweli? Mama unakaa bado mdogo sana. Mimi mkubwa. Kweli? Mimi bwana. Manini? Mtoto wa pili ana miaka mingapi? Sio yule pale ana miaka 22. Watatu? Ana miaka 10. Wow. Kwa hapo unakaa tu na yule mtoto wa pale. Yule mmoja tu pale Bongo. Yule mwingine anakaa. Yule mwingine. Ndio shule. Yule mwingine sio bibi, kama sio binti yangu kumzaa. Yule ni binti yangu ananisaidia kazi. Sawa sawa. Kwa hiyo ukaa tu kaambia mtu huyu sio. Ule ndio yupi yule? Huyu ndo mdogo sasa ambaye yuko shule. Yeye una miaka mingapi? Ndio mwenye miaka 10. Shule gani? Yuko darasa 4, yuko Iringa. Okay. Ndio hapo juu mimi. Na yule tena tunakojua. Sasa bado kule. Wapi? Sitaki huko siendi. Kwa nini? Twende kidogo. Sitaki. Sana uko bali. Basi nionyeshe mimi bila kamera. Wewe toka hapo. Ngoja nini? Kamera aje. Mimi wewe mimi sikia nikwambie. Kamera aje. Anakapa hivyo ale. Na mimi tunachungulia nakwambia twende au tusiende. Sasa unataka kuchungulia kuna nini Saleh? Una inspire mabiti. Unajua wewe sina nikuelekeze. Hata hii nataka niwaeleze. Hii nataka ngoja sikia. Hii nataka niwaeleze ngoja nikwambie. Nataka niwaeleze nini? Nataka watu tunawaelimisha wanaotuangalia. Kuna watu wana mawazo matatu tofauti. Kuna mtu anaamini ukishakuwa tu maarufu, wewe ni tajiri, una hela, unaishi sehemu nzuri, tofauti na shabiki wa kawaida. Kuna watu wanaamini hivyo. Lakini pia ambao ni mashabiki. Lakini pia kuna wasanii nyinyi ambao mnaamini kwamba mnashindwa, baadhi yao wanashindwa kuishi uhalisia wa maisha yao. Sawa, kwa sababu tu labda mtoto anasikia aibu, sijui anaona nini. Lakini kumbe wewe upo hapa kuelimisha kwamba unaweza kuishi maisha yako ya kawaida na ukaendelea kufanya sanaa na ukaelimisha jamii. Hata watu mbona hapa? Mimi naishi maisha ya kawaida. Yaani haya ndio maisha yangu. Ndio maana hata si fake. Ndio Maisha. Ndio maana hata sijapata tabu kukuleta ambayo tu bwana kwa nyumbani. Wangu mimi ni padogo sana. Ndio tukapaone sema mbaya vaje mimi najificha. Cheli hapa, cheli na jumbani. Sio na jumbani sana. Na mbona niache mimi mwana mwenzako. Nichungulie tu mimi. Mimi yani kamera hii. Sijatandika. Yaani sijatandika. Sasa mimi tunaangalia tu mimi. Sijatandika. Sijafanya chochote. Kamera usije kwanza. Naoneshwa mimi tu. Sijatandika, ona cheki sasa kuona palipo pazuri. Wewe toka cheki sijatandika kwa kurupuka. Hilo kabati na milango mingapi? Milango 4. Milango 4. Basi sikiliza. Mimi nipe kazi yangu natandika. Mimi nipe kazi mimi natandika. Basi sikia tuoneshe tu kabati. Uliona kabati? Bwana. Njoo wewe ngoja usale bana, usinifanyie hivyo. Basi tandika haya tandika. Tuone mwana mangoma chafu mwenye kutandika. Kawaida. Ile cha kukwambia uzoe. Hapa cha kutoa nini? Toa hizo hapo za kwenye kitanda. Bwana usale, yani sale mpaka chumbani. Toa hizo za kwenye kitanda. Ndio kawaida. Huo mkabati wote huo. Wewe mkabati wote nini mwanzo kwa mambo angalia usinifanyie hivi. Yaani nitawavunja wallahi. Unaona mpiga haya nini? Wewe kameramani. Anashiti TV. TV unashiti. Sasa TV sebleni ina kazi gani jamani, mbona huu mkono? Hivi unajua yaani jamani. Haya basi hapa tunawaambia watu. Unataka nini? Tuambie hapa wananchi watuletee. Lakini tutaambia baadaye. Pale tulikuwa tumekaa pale tunaondoka. Nataka nini hapa ndani? Nataka kitanda kikubwa. Basi kwa wakati tunakishuti hicho kitanda tu. Kitanda na godoro. Nataka kitanda na godoro. Subiri sambo wako fanya haraka. Haya basi njoo. Ngoja kwanza nikunje nguo zangu chafu kwanza. Nitakuja kumwona mwana ndani ziko hapa mwana ndani. Mwana ndani unasijua sasa. Sasa leo unajua mwana ndani. Tayari. Kama umezima taa? Utaweka na mwanga. Kwani nimezima? Nimewasha. Taa yangu mimi haina mwanga. Tutaka kulalia hiyo. Jamii. Njoo mwanga upo tu utaupata mdogo wangu. Hizi nguo chafu. Ndio, hadi kuna mtu mimi mwenyewe nyumbani ndo ninazo zote chafu paka hizo nilizovaa nimerejea. Haya. Sasa nataka kitanda jamani, ni kawaida. Kweli ona mwenzio unafanya hivi. Mazuri ndio. Kuna mtu analala chini huko. Huyu. Sasa ongea wewe maneno yako. Ambao unataka. Mwanga. Wallahi taangalia mbona ananifanyia hivi bwana. Utaleka kanifanya kaigiza. Kama kaya tongelo kabati ambalo kubwa. Milango 1 2 3 4 5 6. Kabati ili huku, ili hapa. Ili huku lingine ile la zamani ili dog nimekata nguo ambazo zitumiki. Umeona hii ndio hii kabati. Jamani kama wa Tanzania mwanzeni unaona nataka kitanda kikubwa jamani. Hapa tunazunguka na watu wa furniture. Watu wa furniture ongea nao. Watu wa furniture jamani, mimi hapa Mtei aka Shadi Mugo. Leo wiki jana wangu kanitembelea. Amesema anataka kunisupport huko, nilikuwa kwanza mje mnifanye decorate.
Nataka rangi kwanza nyeupe. Nataka kitanda na godoro. Kitanda kikubwa kizuri cheusi. Kwa hiyo utawatangazia. Ndio, natangaza ili nitawatangazia mnachotaka. Haya basi tutaje namba, wanicheki mimi au kucheki wewe? Cheki wewe. Jamani, nichekini mimi WhatsApp. Tuma message WhatsApp. Mimi nataka kumsupport Shani Kitanda. Atakupa matangazo. Na mimi binafsi mwenyewe hapa kupitia page yangu, akiposti akitaga na collaborate na kwangu. Anataka kitanda apate pale. Tuma message WhatsApp, usipige. 0712 18 78 71. 0712 18 78 71. Tuma message WhatsApp. Hata kama unataka kununua tu hicho kitanda, kama unataka tu kukinunua yani, mnunulia, una cheki nakupa namba yake, vitu vinaenda. Sio bora shughuli. Watakuja watu wa furniture, fursa hii hapa. Mimi mwenyewe namsupport na nawatangazia. Natangaza kupitia hiki kipindi kinachofuata. Logo yako unaikuta. Au sio Dasha? Jamani, Shani Mungu hapa mimi bado najitafuta kiukweli. Mnaniona kabisa pale, hata ofisi yangu mmeiona. Ofisi yangu ndogo inahitaji inanilia. Hapa pambe. Unanifungulia? Akafungulia ofisi yangu ndogo, tutasitema haina kitu na ukome. Kumbe utumie na nili, utumie mkorogo wote. Sina mkorogo wote unaponiona hapa nilipoyosheni hapa, sina chochote bwana. Natumia batabati. Ofisini kule uende tukapige zetu story. Sio mtoto kimoja. Nikamchawi. Unategemea? Sijawahi kwanza hata kupeleka mtu chumbani kwangu. Unajua mdogo wako. Jamani hata hapa sebleni ya makochi kwa kweli nimeshachoka. Ndio, watu wa makochi. Watu wa makochi sasa, mwenye ambaye anaweza kunisupport kuniletea makochi, anunulie alete makochi hapa, makochi pambe. Tutamtangazia kupitia mdogo wangu hapa Saleh. Atajua kabisa umemsupport dada yake leo kuja kufanya kipindi na mimi, basi nahitaji support, basi na support kweli itokee. Mimi hapa jamani, mwenzenu ni yatima mnavyoniona hapa. Mjane jamani, mjane najitafuta. Abduli basi wangu, umeona dada yako anapokaa? Ukipendezwa, pakikupendeza kusema dada yangu anatakiwa kae sehemu nzuri, basi naomba support ya kunisupport niweze kuishi sehemu nzuri. Kwa maana natamani kuhama pia hapa nikakaa nyumba nzuri kubwa, lakini bado Njuruko haijakaa sawa. Natamani pia kufahamu kitu kimoja, tulikuwa tunamalizia. Mtu akikuona toka tunaanza kufahamu hujawahi kuchubuka, yani rangi yako ni nzuri. Hivi hawajapata watu kukushawishi, haupendi ama ni nini? Kunishawishi watu wananishawishi, kushawishi kwa wanawake ni kitu cha kawaida bwana. Wewe Mamtei na wewe sura nyeusi, sio sura kangedele, sio nyinyi mweusi, sio nini. Kwa hiyo nipaka hata kilosheni kidogo ungae, naambia jamani mimi hapa mnavyoniona. Hivi vingo kwa sababu ujue Mungu kama angetaka kuniumba hata na rangi kidogo alikuwa anaweza kunipa. Hata kama rangi yako umeona sasa hivi kwa rangi nzuri. Angenipa pia rangi kama yako ya maji ya kunde sio nini. Lakini akasema Mamtei nenda duniani mwanangu wewe ukae mweusi. Sasa mimi leo natafuta nini kae mweupe? Nina 200 hapo na kwa mweupe. Kisha nakachokuta nimefulia. Na ulizana pale kwenye rangi nyeusi. Kwa hiyo nikashindwa kujisumbua pia. Nilipata majukumu nikiwa bado niko mdogo sana. Kwa hiyo nikiwaza nichukue hii 2000 au 10,000 nikanunue losheni, afu mtoto wangu anatakiwa aende shule. Kwa hiyo inakuwa changamoto kidogo kwa sababu mimi watoto wangu nimelea mwenyewe peke yangu. Unajua kusomesha, kufanya hivi na vile, kwa hiyo kidogo inakuwa mambo mengine yanakuwa changamoto kidogo. Na unapenda dread? Kweli? Au vai wigi? Hujawahi kabisa? Kuvaa wigi? Avaga. Unayo lakini? Maigi sina. Lakini unavaa kwa dharura unaweka. Kama kama naenda kushoot hivi, bwana yeye anaenda shooting unatakiwa ufanye hivi mwenyewe, wale ambao wanataka nikashoot wanaita kwa design, wananunulia mawigi, wananishoot kama wanachukua wigi. Lakini hobby kama ununue uweke ndani haupendi? Sina niko nao zamani. Unapenda sana culture? Ndio. Kwa nini? Napenda, si asili yangu jamani, mimi si Mwafrika tena ni Mtanzania kabisa. Msukuma moja hiyo. Sawa. Hivi sini gani unaipenda katika Kombolela ambalo uliigiza mpaka sasa zilizoruka? Akasema pale kweli ndio ile Mamtei sasa. Ile sini yangu ya kwanza kabisa ile yani ile coming soon yenyewe ile ya kwanza kabisa ya mpaka ile na Kobisi. Ile pale ile tulikiwasha. Na mamangu na babangu mzee Mugo tulikiwasha. Ile sini naipenda sana. Alafu sini nyingine ya pili ile inatokea dirishani.
Ile nenda kumwokoa mwanangu yule. Uchungu wa mwana au mzazi. Nilipata maumivu nikasema jamani hivi mwanangu kweli wanamchukulia mwanangu wakanipigie wakamfungie ndani wao kama kina nani. Mimi napita dirishani. Bahati mbaya na bahati nzuri wale wajinga wana mashambulizi sana. Wanachangia. Nilitoka na dela limechanika yani walinichezea. Unajua walinichezea kinoma noma yani. Okay. Kwa hiyo ndio hivyo.